Kwa Mungu anawainua wale watu ambao ni wanyenyekevu, wanakubali kushuka, wanakubali kutii, wanakubali kufuata maelekezo ambayo Mungu anawapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Fuata maagizo Mungu anataka kufanya, uyafuate. Usipoyafuata hawezi kuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama kanisa tunahitaji kuwa wanyenyekevu. Tusikilize maelekezo ambayo Mungu anatupa. Tusikilize maelekezo ambayo viongozi wanatupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ili aweze kukuinua ni lazima uwe mnyenyekevu. Lazima ufuate yale maagizo ambayo Mungu anataka ufuate. Lazima ukubali kutii. Amefundisha mwalimu hapa asubuhi katika Isaya 1:19 kwamba mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Lakini mkikataa, ametoa maelekezo pale chini. Kwa kama kanisa, ili Mungu aweze kukuinua, ni lazima ukubali kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukubali kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Lakini faida nyingine ya kuwa mnyenyekevu ni kutokujihesabia haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutokujihesabia haki. Nasoma katika Luka sura ya 18 mstari wa 9. Asifiwe sana. Tunaona faida nyingine ya kuwa mtu mnyenyekevu ni kwamba Mungu mwenyewe anakuhesabia haki. Sio wewe mwenyewe unajihesabia haki. Tunaona mifano ya watu wawili. Mmoja alikuwa Farisayo, mwingine alikuwa mtoza ushuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye hana roho ya unyenyekevu huwa anaona watu wengine wanakosea kuliko yeye. Mtu ambaye hana roho ya unyenyekevu anaona yeye ni bora kuliko watu wengine. Sasa tunamwona huyu Farisayo, yeye alijiona ana haki sana kuliko mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa anajitapa sasa, mimi nafunga mara 3 kila wiki, natoa zaka, mimi sio kama yule mtoza ushuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanyenyekevu siku zote huwa hawajihesabii haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahesabiwa haki bure. Kwa nini? Kwa imani mbele za Mungu. Lakini hatujihesabii haki sisi wenyewe. Mungu mwenyewe ndiye anayetuhesabia haki. Kwa hiyo usijione wewe ni bora kuliko mtu mwingine. Usione wewe unafaa sana kuliko mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameweka karama na vipawa ndani ya watu kwa kusudi kwamba mwili wa Kristo fanyaje? Ujengwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu ameweka vipawa na karama ndani ya kanisa ili kwamba mwili wa Kristo fanyaje? Ujengwe kwa hizo karama. Kwa sababu wote hatuwezi kuwa waimbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote hatuwezi kuwa wainjilisti. Kuna mwingine utakuta mwinjilisti, kuna mwingine utakuta ni mwalimu, kuna mwingine utakuta ni mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yote hiyo ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Sasa mtu mnyenyekevu huwa hajihesabii haki. Anaona huduma aliyokuwa nao mtu mwingine ni bora kuliko ya kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaona karama aliyokuwa nao mtu mwingine ni bora kuliko ya kwake. Lakini mtu ambaye sio mnyenyekevu anaona kwa kweli mimi ni bora kuliko fulani. Mimi najua sana kuliko mtu fulani. Mimi nahubiri sana kuliko mtu fulani. Mimi ninafundisha sana kuliko mtu fulani. Lakini Mungu hapendi ujihesabie haki. Mungu ndiye anayetuhesabia haki yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu mnyenyekevu siku zote hajihesabii haki. Anahesabiwa haki kule na nani? Mungu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Neema ya Mungu inakaa juu ya mtu mnyenyekevu. Neema ya Mungu inakaa juu ya mtu mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema neno neema, maana yake ni upendeleo. Tunapozungumzia neno neema, maana yake
ni upendeleo, kustahili kitu ambacho hukustahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaelewa vizuri? Maana ya neema ni upendeleo, yaani kuto kustahili kitu ambacho uko unastahili. Mfano, kuna watu saizi wengine wako hospitalini, wako ICU saizi, wana makosa gani? Lakini wewe uko hapa mzima, unamwabudu Mungu. Tunaita neema. Kwa Mungu amekujalia wewe neema ya nini? Ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mnaweza kuwa mmesoma wote shule moja, darasa moja, lakini mmoja akawa na kazi alafu mwingine kazi hana. Wote mna elimu sawa, lakini mmoja ana kazi, mwingine hana kazi. Sio kwamba wewe mwenye kazi ulistahili sana kupata hiyo kazi kuliko mwenzako, lakini ni neema tu ya Mungu imekusaidia kufika hapo ulipofika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neema ya Mungu huwa inawabeba watu na kuwapeleka mahali ambapo hawakustahili kukaa. Yaani neema ya Mungu inamchukua mtu, inaenda kumkalisha kwenye kiti ambacho hakustahili kukaa. Kuna watu wengine wanakaa kwenye viti au wanakaa kwenye mamlaka ambayo hata wao, hata elimu zao hazikustahili wakae hapo, lakini ni Mungu kupitia neema yake ameweka hapo. Ni unyenyekevu ndio unasababisha neema ya Mungu iwe juu ya mtu. Ukisoma kwenye Biblia kuna watu wengi sana ambao Mungu aliwanyanyua au aliwaketisha mahali pa juu kutokana na unyenyekevu wao. Jinsi ambavyo unaponyenyekea mbele za Mungu, jinsi unaposikiliza maagizo ya Mungu, jinsi unapokuwa mtii mbele za Mungu, ndivyo Mungu anakunyanyua na anakupeleka ngazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Angalia wote ambao wanakuwa na viburi, ufuatilia waimbaji wote ambao walikuwa wanawafahamu, ambao baada ya kunyanyuka tu walipata viburi, leo hawapo, hata uwasikii. Kwa unyenyekevu ni kanuni ya Mungu. Ukitaka Mungu akupeleke ngazi nyingine, ukitaka Mungu akuinue kupeleka ngazi nyingine, kubali kushuka na kunyenyekea mbele za Mungu. Sasa neno unyenyekevu linachukua vitu vingi. Hata kufunga na kuomba pia ni unyenyekevu mbele za Mungu. Ukisoma kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili 7 mstari wa 14 na mstari wa 15, tunaona Mungu anavyowapa maelekezo wana wa Israeli kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha mbele yangu na kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana Mungu anapenda watu ambao ni wanyenyekevu mbele zake. Mungu anapenda watu wanyenyekee, washuke chini, wanapofuata yale maagizo ambayo Mungu anawapa, wakubali kushuka na kunyenyekea. Lakini siku hizi kanisa leo tuna watu ambao sio wanyenyekevu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna watu ambao sio wanyenyekevu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu huwa anawapa wanyenyekevu neema, lakini huwa anawapinga watu wenye kiburi. Tunaona Shetani alipingwa licha ya kwamba alikuwa na huduma kubwa mbinguni, lakini Mungu akaamua kumshusha akaenda kuzimu kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya kujiinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anapokupa karama, anapokupa huduma fulani ndani ya kanisa, jitahidi sana kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Kubali kushuka mbele za Mungu, kwa sababu unaposhuka mbele za Mungu ndipo Mungu anakupa maelekezo kwa ajili ya hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakupa karama au anakupa huduma, lakini maelekezo ya wewe kukua kwenye hiyo huduma anakupa yeye. Unapokubali kushuka na kunyenyekea mbele za Mungu, Mungu anakupa maelekezo kama mwanangu, sasa hizi pita hapa, usipita kushoto, pita kulia.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu anajua mbele kuna kitu gani, anajua mbele kuna mchango gani, anajua mahali ambapo utafika wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anapokupa karama, anapokupa huduma yoyote, shuka mbele za Mungu, bali kwa kinyekevu mbele za Mungu, bali kwa mtii mbele za Mungu, kufuata yale maagizo kwa Mungu anayatoa. Ndipo utafika mahali ambapo Mungu amekusudia uweze kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wangu umekimbia sana, nitamani niendelee lakini muda wangu umekimbia. Tutaishia hapo kwa leo. Nikipata nafasi nyingine tutaweza kuendelea.